Zimepata nafasi ya kutrend na zikakiki kutoka kila kodi, kuanzia Bongo Tanzania mpaka Mtoni. Zote zina ujazo wa sehemu moja tu, On The Spot Trending. On The Spot. Karibu kwenye namba moja show moja la kijanja, show moja la kibabe. Bila kusahau tucheck kwenye page yetu ya Instagram kama Let's Know, lakini pia usisahau kusubscribe, comment na kushare kwenye On The Spot Trending. Bana, leo unaweza kuwa unajiuliza ni kitu gani tumekuandalia ama ni kitu gani tumekusogezea, na mara nyingi tunakuaga pamoja. Cha msingi tusogezee macho yako, lakini pia tuazime masikio yako. Time hii hapa tuko na wewe mwanzo mwisho. Leo bana, niko na director art. Watu watakao wanajiuliza huyu atakuwa ni nani, lakini yote haya utaweza kuyafahamu kupitia hapa On The Spot Trending. Bana, mambo vipi? Shwari, inakuaje bro? Bana, unyama kabisa. Mimi nimekuona mara nyingi sana Afrika ama Draw Africa, na kuna watu wakao wanajiuliza, kuna director, kuna art director. Labda unaweza kutusaidia kutufafanulia kati ya director na art director, yani huyu kipi anafanya na kipi anafanya? Yani kwa upande wako kama art director, wewe ni kipi unafanya, lakini pia director ni kitu gani anafanya? So mimi kama art director, kazi yangu mimi ni kufanya vitu behind ya kamera, yani before. Yes. Ile kama hapa sasa hivi nitaseti background, nitaseti kiti kinapotakiwa kikae, nitaweka ua, nitaadi vitu kutokana na theme ambayo wazo la director ambalo amenipa mimi, kwamba set yangu nataka iwe vintage, set yangu nataka iwe classic, set yangu nataka iwe miaka 50 nyuma. Yani nitasikiliza wazo la msanii na wazo la director liko wapi, afu mimi art director nitaandaa ile theme husika ya director ambayo anaitaka, afu director kazi yake ni kuja kurekodi. Okay. Yeah. Sawa. Ni wakati nafuatilia Africa, wakati nafuatilia kwenye page yako, na hii ni kama nimepata funzo. Nimeona kabla ya kuandaa hizi set za kumpatia director ili aweze kushoot video, nimeona unachora kwanza. Hii ni kwa sababu gani labda huwa unaanza na kuchora? Dimension ya painting au kuchora, ndio naweza ngasema ni gifted, kwa sababu nimeanza kufanya way back in the day, yani way back kwanza niko shule ya msingi. Ndio mila yangu ya kwanza kuipata, nimepata hawezi amini kwa kuchora. Yani kwa ile darasani daftari 5, 6, 4 nikichora napata 200, 300, 400 kwa wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo yangu mimi ya kuipata kabisa ilianzia kwenye kuchora. Sawa. Kabla Afrika tujaingia kwenye mafanikio, tuna muda mrefu kwenye hii kazi ya art director. Kuna wakati hapa tulizungumza ukasema una miaka kama 7 nyuma. Naamini umepitia vitu vingi sana, na pia nimeona kazi zako umekutana na watu wakubwa, lakini naomba tufahamu kama kuna mtu alitizama, kama unaangalia sasa hivi kupitia On The Spot Trending, kama ulitizama ile show ya Mbosso wakati anafanya show ya Simba Day. Kuna namna zile Mad Max, wale watu ambao walikuwa wamekaa Mad Max, kuna moja interview nisikia Mbosso anasema bana, Afrika pale kuna namna 1, 2, 3 amehusika sehemu kubwa sana. Sasa kama ulishawahi kuona movie ya Mad Max ambaye sasa hivi unatizama kupitia On The Spot Trending, leo niko na Draw Africa bana. Huyu ni art ambaye pia amehusika kutengeneza huu mchongo. Tupe picha kidogo kwa yule ambaye mara ya kwanza amekuona, kwa mara ya kwanza amekusikia, ile ni namna gani mliwaza mkaamua kutengeneza kitu cha design kama hii? Wazo kamili huwa linakujaga kwa msanii. Ndio. Msanii huwa anakuja na kitu tayari ambacho anakitaka, kwamba mimi kutokana na concept yangu na kitu ambacho nataka kukiwakilisha kiko hivi. Ndio. Afu yeye atawasiliana na director atakuja mimi kwa art director, au tutakuwa wote wakati tunafanyaje, tunashauriana. Kwa hiyo msanii atasema mimi nataka hichi na hichi, au hichi na hichi kinawezekana, au hichi na hichi akifanyaje kiwezekana. Ila kwa jambo la Simba Day almost maandalizi nilianza kama tarehe 4, ambayo tarehe 1 nimeanza kutengeneza props zile za kuvaa, zile kudesign nyundo, kudesign vile vitu vya kushikashika. Nilikuwa na ndugu zangu wawili ambao tulisaidiana, kuna Deo Stylish na kuna mwingine anaitwa A6. Hao ambao ndo walikuwa ni madesigner wenyewe, wanasaidia kwenye masuala ya kuvalisha. Mimi nafanyika kwenye masuala ya project, kama mtu apigwe rangi, apendeze, tumfanyie makeup, awe na props, kudesign, kublandi magari. Hivyo ndo vitu ambavyo
mimi Draw Africa au na kampuni yangu ya Draw Art Studio. Yes. Tuna kipengele hicho ambacho tuna account ambayo inaitwa Pamba Set. Hii Pamba Set ndio inahusika na masuala ya set na masuala ya decoration. Okay. Kwa hiyo Pamba Set ndio wakasimamia huo mchongo mzima wa Bwana Mbosso kufikia vile ambavyo wenyewe mmeweza kuona. Nikaa najiuliza, wewe ni mtu ambaye unapenda sana kutizama movie, ilikuwaje mpaka wazo likahamia huko kwenye Mad Max, labda tukuangalia movie nyingine kutoa design kama hiyo? Yani project ya msanii alikuwa anataka kuingia na watu wengi zaidi uwanjani, almost watu 300 na kuendelea. Sawa. Ila sasa kuangalia watu 300 na kuendelea, hao watu watakuwa na uhusika wa theme ya aina gani ili wavutie. Kwa hiyo ndo msanii ile wazo la Mad Max likaja. Akasema hichi kitu kama tutapata kitu 90% au 80% ya kitu kama hichi, tunaweza tukafanya kitu kizuri. Sawa. Turudi nyuma kidogo hapo Afrika. Umesema unayo team ambayo inaitwa Pamba Set. Wao ndo wanakuwa wanahusika na mchongo mzima. Wewe unawahusisha ili kuweza kuandaa hizi arts. Sasa turudi nyuma, ilikuwaje mpaka tukaja kukutana na Director Fore? Kwa sababu nafahamu kama hapa tulivyozungumza, umesema kwenye game una zaidi ya miaka 7 mpaka kufika hapa. Ilikuwaje mpaka tukakutana na Fore? Na Fore, Director Forex ni naweza ngasema ni director ambaye nimekutana naye 2019. Ndio. 2019 ndo nimekutana na Director Forex. Ila amenikuta mimi tayari nikiwa nafanya masuala ya set. Sawa. Amenikuta mimi tayari nafanya project. Amenikuta mimi nafanya na kaka yake kazi ambaye anaitwa Director Majagi. Kama unamfahamu Majagi. Kwa hiyo mimi nilikuwa kisimani familia ya Majagi before ya kukutana na Fore. Kwa hiyo tulipokutana na Fore kwa sababu tumefanya project kadhaa tukamatch. Tukamatch kwa tukaanza kazi kuanzia 2020 mpaka sasa hivi. Okay. Hapa najiuliza maswali kwenye director art ya. Kuna namna kama tulivyokuwa tumezungumzia kwenye Mad Max, namna ya kuvaa na nini. Kwa namna moja ama nyingine kama director arts, wewe huwa unahusika pia kwenye masuala ya mavazi? Unahusika moja kwa moja. Chochote ambacho unakiona kwenye macho yako, yani kile hicho kinanihusu. Okay. Sawa. Bado tupo naye anaitwa Draw Africa. Huyu ni Director Arts ambaye umeweza kuona kazi nyingi. Cha msingi ni wewe kuendelea kusubscribe, comment na kushare kupitia kwenye page yetu ya On The Spot. Trending Behind The Camera niko na Jay Mafoto, bila kusahau Director Abi Sisu. Mimi naitwa DJ Breeze _presenter. Bado tuko hapa, hatupoi wala hatuboi. Bana Africa, turudi nyuma. Kila kazi inakuaga na changamoto zake. Kabla tujaje huko kwenye mafanikio mpaka kuwa na Fore, mpaka kufanya kazi na kina Mario, kina Juma Jux, labda ni changamoto gani ambazo umepitia unasema hapa kuna wakati mimi niliona kiukweli nimekata tamaa? Swali lako zuri. Unakumbuka swali la kwanza uliniambia unachora? Yani mimi niliinvest kwenye kuchora, ila kwenye kuchora sio kipaumbele cha Tanzania. Sawa. Hiyo ni ukweli. Yani huwezi ukachora na ukafanikiwa. Kwa sababu picha moja kuichora mimi itachukua ni wiki 3 mpaka 4 au mwezi. Ndio. Ile picha ya kuchora ambayo picha iwe classic kabisa. Kama picha moja nitaichora miezi 2, afu hiyo picha nitaiuza tuseme 200,000. Ili nipate 200,000 inabidi nichore picha miezi mingapi? Miezi 2 ndio upate 200,000. Ndio 200,000. Sasa tena hiyo 200,000 sio ya hapo kwa hapo. Yani mpaka mtu aipende ndio ufanyaje? Uweze kuwa nayo. Kwa hiyo nilistruggle kwenye masuala ya kuchora, nikabidi niseme sasa kuchora ni kitu ambacho nakipenda. Sasa inabidi nikitengenezee mazingira mazuri ili nije nikifanye kwa ubora zaidi. Ndipo nikaweka nguvu kwenye masuala ya art director. Kwa sababu art director ni kitu ambacho nilikuwa nafanya muda wote, ila nilikuwa skipi kipaumbele, yani kuona kama hii ndo kazi ambayo natakiwa kuifanya muda wote. Ilikuwa ni option yangu B kwa sababu nafanya decoration. Pia nafanya vitu kama 8, yani naweza kufinyanga, naweza kuchonga, nachora, naigiza, na shooti, yani nishakuwa mpiga picha, yani nishacheza mpira, yani nishafanya vitu vyote vya sanaa. Ila nikaja kuona gap lipo katika kucreate, kutengeneza kitu kipi. Ndio. Kwa hiyo ndo nikabidi kushift kusema sasa hivi nataka niingie katika upande huu, kwa sababu kitu ambacho kilikuwa kinanishawishi sana, msukumo mkubwa ni ule kuona vitu vizuri kwenye macho yangu ambacho nikikiona naweza kusema hichi naweza kufanya. Hichi naweza kufanya. Na ile kauli ya kusema eti hapa Tanzania hatuwezi kupata video nzuri. Video nzuri mpaka tusafiri, tutoke twende Saudi, tutoke hapa twende wapi. Ila kuanzia sisi tumeshika peak
watu wa Fole tulivyoingia katika tasnia. Tumetoa hiyo scenario ya kusema eti video nzuri paka South. Okay. Uongo sasa hivi. Kwa namna zile arts ambazo unazifanya kwenye kazi zako, kuna namna moja ama nyingine najiuliza, yani binafsi najiuliza, nasema kwa nini Afrika labda hakubase kwenye kufanya movie, lakini akaona hapana, niende kwenye music video? Labda sababu kubwa inakuwa ni ipi? Ni hela za haraka kwamba napata hela sana mapema kuliko kwenye upande wa movie? Kwenye movie, investor kwenye movie, nimeingia kwenye movie, hata kuna movie ambayo inaitwa wanashuti Kisimani sasa hivi, inaitwa series ya Upepo. Bado Pamba Set tuna kazi ya kufanya set katika series tunafanya. Kuna vijana ambao wako kule Arusha wanaendelea na hilo swala. Ila paka kwenye music video, kwa nini kwenye music video? Music video ni kitu ambacho kinaweza, yani hata kushuti kwetu sisi hatushuti miezi 6. Sisi tunashuti kazi ikizidi sana siku 3 siku 4. Okay. Kwa hiyo tunafanya vitu temporary ila kuonekana vitu original. Kufanya vitu kwa muda mfupi, tunaweza tukajenga nyumba ila isiwe nyumba ya kuishi, ikawa ni nyumba ya muda mfupi. Ndio. Kwa hiyo nilitaka, yani passion yangu ilikuwa kwenye kufanya vile vitu vya hapa kwa hapa. Okay. Yani project ambayo hai take time kufanyaje kwenda ili kufanya project nyingine. Sawa, Africa mtupe experience kidogo kati ya kuwa na budget kubwa, yani kufanya kazi na msanii mkubwa, ama pia na kufanya na msanii mdogo. Hapo huo tofauti unakuwa wapi? Yani unatamani msanii mdogo mfanyie kazi kubwa, lakini msanii mkubwa yeye mara nyingi huwa anatoa mkwanja, kwa kile ambacho nakielewa mimi. Sasa utusaidie utofauti hapo unakuwa wapi? Tofauti ni mkubwa kwa sababu unaanzia kwenye production nzima. Yani the way unavoweka hela katika kitu chako ndo ule top quality unaipata, kwa sababu ukiwa na mtaji mzuri utapata quality, camera best. Ukiwa na mtaji mzuri utapata more light za kutosha. Ukiwa na mtaji mzuri utapata set na vitu vingine vizuri. Kwa ukiwa na budget ambayo ni hafifu, itakulazimu kuna vitu vingine usivifanye kulingana na nje ya budget. Kwa utafanya vitu uwe ndani ya budget. Kwa mawazo yataenda beyond. Mawazo yako yatakuwa yako limit. Yani utaki kuwaza zaidi hapo, kwa sababu level yako umeshajiwekea mark kwamba kipato changu kiko hapa mpaka hapa. Ila yule ambaye hajiwekei limit anaweza kuwaza kitu kikubwa zaidi, kwa sababu yeye anajua hapa kinachohitajika ni fedha. Niweke fedha nipate hichi. Kwa sababu kwenye music video, yani haidanganyi. Kitu kikiwekea hela kinaonekana kabisa huyu mtu ameinvest, amejenga mahekalu. Kuna vitu ambavyo havipo. Hii nyimbo imejengewa hekalu. Lulu Femi tumetengeneza hekalu almost wiki nzima. Ndio. Wiki nzima project ya kujenga. Ili mtu aje ashoot, yani ni wiki. Unatengeneza kitu kwa ajili ya kuja kushoot. Tena kitu ambacho nakuja kushoot cha dakika 2 au unasoma cha dakika 2 au cha dakika 3. Unaona effort ambaye mtu anaweka katika project yake. Kwa hiyo investment ni muhimu kwenye production. Kwa kile ambacho wasanii wanazungumza kwamba nimetumia kwenye video milioni 200, milioni 300, hiyo inakuwa gani sahihi, budget ya kweli, ama ni zile tu wasanii kuongeza namba? Yani sikufichi kaka, milioni 200 ukiona na project ya milioni 200 huwa hazidanganyi. Kwa sababu kuanzia kwenye quality. Kama sasa hivi mtu atatumia kamera inaitwa Alexa. Yes. Ambayo ni kubwa kushinda LED. Huyo akitumia na wewe ukitumia Sony, afu ile akisema milioni 200 na wewe ukisema milioni 200, tukiziweka picha hivi hazidanganyi. Yani unaona kabisa hii skin tone ya huyu ni hafifu, huyu kakosa hichi, huyu ana hichi. Kwa hiyo pale hela ambapo inawekwa kwenye production lazima uione. Yani haina macho mawili, haiwezi kukwambia eti hapa hamna hela. Hela itakuwepo, hizo utaona labda director amekosea kushuti, ila background inakuonyesha kwamba hela ilikuwepo. Ndio maana unasema hii set ni kali ila director ameshuti vibaya, kwa sababu unaona ile set imeumiza, yani ilikuwa ni noma. Au unaweza kusema huyo msanii anajua ila aliyeshuti ndio changamoto. Hizo zinatokea. Basa turudi kwenye OroFM, kwa sababu OroFM hii imepata pia tuzo. Sasa hivi umekuwa ni art director ambaye una tuzo kubwa na sio tuzo ndogo. Turudi kwenye hii project. Labda ilichukua muda gani kuandaa hii project ya OroFM, kwa sababu ukitizama kile kichupa ni cha moto kweli kweli, na zile design ambazo ulidesign kwa sababu umehusika moja kwa moja. Project ile bwana tumeifanyia Dar es Salaam, ambaye kuna eneo ambalo linaitwa Kamata Kariakoo. Hiyo ndo
indoor ambayo tunatengeneza, tuna space kubwa ya kudesign vitu. Seti zote za Diamond zile tumeshitia kule. Ilibidi tutengeneze mahekalu mawili, hekalu ambalo ni la zamani kidogo na hekalu ambalo ni modern. Ukiangalia Diamond anapokimbia na ule modo kwenye vichochoro ni theme nyingine kabisa na ile ambaye aliyekuwa ukumbini akiwa anachagua walembo. Ndio. Kwa hiyo almost tulitumia wiki nzima kujenga. Kwa ile amka asubuhi hapo, mchana hapo, usiku hapo, wiki nzima kwa ajili ya kufanyaje, ya kuandaa hiyo project, kufanyaje, kuikamilisha. Yani almost your family chukua almost kama sio wiki 2 ni wiki 3, maana yake tulishuti hivyo vikaisha. Tena kuna scene zingine ambazo tunaona zile tuko kwenye open space, garden, sijui nini. Kwa hiyo all family, yani kuchukua tuzo, mimi mwenyewe ninaona kile ambacho tulilala, tujalala, tulikesha, tulipambania, kweli kimekuja kuwa, yani ile effort ambayo tumeweka kwenye ile project imekuja kuzaa tuzo. Kwa hiyo nafurahia pia na nawapongeza vijana wangu na Pamba Seti kwa ule moyo wa kutokuchoka. Yani kauli mbiu yangu mimi kazini ni no retreat, yani bila kuchoka. Yani bila kuchoka, no matter what, haijalishi kwamba nilianza vipi, ila yale makubaliano ambayo tunawekeana inabidi yafanyaje, yakamilike. Kama tulisema ni kesho saa 8, basi tulale, tusilale, ila kesho saa 8 mteja ambapo anapokuja katika jambo lake tuwe ndani ya muda. Mara nyingi tu tunaangalia hizi behind the camera, behind the scene I mean, tunaangalia za video. Huwa kuna changamoto ya wasanii kugombania hizi arts ambazo nye director arts mnakuwa mmedesign. Labda kwenye Horror Fame labda hilo lijitokeza kwamba Juma Jux kuna seti alitaka awepo, lakini Diamond baada ya kuona ni nzuri naye akataka awepo. Yani uzuri zaidi sisi tunakwenda kila kitu katika schedule, kwamba story inakwambia wewe unatakiwa ufanye nini, story haikwambii wewe unatakiwa ufanye nini. Kwa hiyo story inavyoanza, Juma na Diamond wako kijijini wote, anamwambia brother mimi nataka kwenda mjini. Kwa hiyo unaangalia scene za Jux nyingi zitakuwa ni za mjini. Ndio. Scene za Diamond nyingi zitakuwa ni za nyumbani ambapo walipo. Kwa hiyo hawachanganyani katika seti kwa sababu theme zao na story zao zinakuwa ni tofauti. Hiyo sijawahi kufanya kazi ambayo ikatokea watu kushadadia seti au kugombania seti, ila kila mtu ambapo kipengele chake huwa anakifanyaga anasema hii ni the best. Kila mtu kwake anakuonaga kuko sawa. Afrika tusaidie, baada ya kupata hizo tuzo 2 kubwa, labda kuna chachu imeongezeka, kuna kitu kikubwa zaidi unakifikiria, labda kuna video zaidi tutafanya kubwa zaidi ambayo itakuwa sio ya nchi ya Tanzania, labda tutafanya nje ama mipaka ya nje ya Tanzania? Kwa sababu gani? Yani tangia mimi nimeanza kufanya hii project ya kuwa art director kwenye miaka yangu 7, na watu wengi ambao sasa hivi wako kama mimi. Ndio. Na watu wengi ambao wanatamani kufanya kazi na mimi. Na watu wengi pia nawafundisha kufanya kitu ninachokifanya. Kwa zamani kulikuwa kuna wasanii wengi amna madirector. Sasa hivi kuna madirector wengi na wasanii wengi. Ndio. Mimi naamini generation yangu itakuja kuwa na art director pia wengi kufikia idadi hata ya wasanii. Kwa hiyo chachu yangu kuinspire kwa kila ambaye yuko katika film ajaribu kuonyesha kile ambacho anacho. Yani haijalishi ni kwa udogo kiasi gani, ila the way wewe unapokuwa unapush kitu chako katika engo yako kabisa, mimi hapa ndo the best, nimejitahidi, nimeweza. Mimi naamini project nyingine utafanya zaidi ya hapo. Yani kwa Tanzania sio sisi tuko nyuma, sisi tuko mbele zaidi, ila tu wengi ambao wako nyuma confidence ndio inakuwa ni tatizo. Au consistency, jana alifanyaje, kesho atafanya nini. Kwa hiyo tukistay consistency, mimi naamini ili gurudumu la sanaa tunalipeleka mbele sana. Yani mimi niko askari wa mbele, haijalishi itakuwa vipi, ila mimi naamini kwenye kila video au katika kila project ambayo nitaifanya itamfundisha mtu kitu. Na sio haitakuwa eti hii ni ndogo kushinda hii. Mimi naweka effort kwa kila kazi yangu naifanya. Silinganishi kwamba hii kazi ni au itakuwa iko ndogo. Yani kila project ambayo naifanya naifanya kama kazi yangu ya kwanza kuifanya. Sina kazi ya jana wala ya leo. Yani kazi yangu ukinipa leo, ukishaniambia Afrika kazi yako ni hii, basi hiyo sio kazi yako. Hiyo ni kazi yangu mimi kwa kila kazi ambayo naifanya. Kwa hiyo tukiwa na spirit hiyo,
itatutengenezea consistency nzuri ya huko tunapokwenda. Ili gurudumu la sanaa ni kubwa, yani siwezi nikasema kesho nataka nipate Grammy au nataka kufikisha hii wapi, ila nataka kuzalisha watu wengi kama mimi. Okay. Naamini katika watu wengi ambao watakuwa kama mimi watafanya vitu vikubwa zaidi ya mimi hapa ambapo nimefikia kufanya. Hapo Afrika kwenye kuzalisha watu wengi, labda ulishawahi kuwaza labda niweke chuo, labda hata niwe na chuo niwe nafundisha watu, ama ndio ile tu kwamba nimebeba wako watatu sasa hivi naanza kuwafundisha ukiwa wanne hivyo? Sawa, wazuri. Kwa mara ya kwanza nilikuwa nafanya kazi mimi kama Draw Africa. Yes. Ila muda umeenda, sasa hivi na Draw Africa Art Studio. Draw Africa ni art studio, ni kampuni ambalo linahusika na ufanyaji wa swala la production, swala la art. Yes. Yani Draw Art Studio, ukija Draw Art Studio unataka tukuhudumie, tutakuuliza wewe mteja unataka kitu gani. Wewe mteja unataka swala la set, ukija Art Studio tutakutanisha na watu ambao wanaitwa Pamba Set. Ndio. Ambao wako katika Draw Art Studio. Ambao Pamba Set utadili na swala lako wewe la set, swala la props, unataka kushoot tu wewe leo ila ujui redio ya zamani unaipata wapi. Unakuja sisi Pamba Set. Bwana Pamba Set nahitaji redio ya zamani, tunakuandikisha pale. Sawa. Umechukua redio labda ni ya shilingi 20,000 au 30 kwa siku. Utairejesha. Kwa hiyo tunakodisha vitu ila pia tunafundisha, kwa sababu tayari mpaka sasa hivi Pamba Set tu tuna vijana ambao wakazi almost vijana 15. Ndio. Ambao hao wanaihudumia Pamba Set. So mimi niko leo huku, ila kuna kazi inafanyika Dar es Salaam leo. So kwamba ukiwa huku kazi kama nikiwa huku ndio maana yakuwa na company kwamba mimi niko huku ila kule Pamba Set inafanya kazi. Pia ukija Art Studio utakutana na branding ambayo inaitwa 255 to the world. 255 to the world kazi yake yenyewe ni branding ya nguo, masuala ya fashion. Okay. So mimi nimevaa t-shirt ya Art Studio. Ndio. Ila Art Studio imetengenezwa na 255 ndio imeitengeneza t-shirt. Okay. Kwa hata wewe leo unaweza ukaja 255 tukakuvalisha juu mpaka chini, ila 255 iko ndani ya Art Studio. Tena ukija Art Studio utakutana na Draw Art Gallery. Sasa huko ndo utakutana na masuala yangu ya painting. Okay. Huko ndo utakutana na mambo yangu ya kuchora. Kwa kampuni limejitenga, ila ukija ndani ya kampuni unapata sanaa kwa ujumla. Kuna waigizaji, kuna maanimator, kuna watu wa graphics, kuna wanamuziki. Kwa sasa hivi Afrika unaweza ukasema zile kauli tulizokuwa nazo zamani kwamba video nzuri mpaka twende Nigeria ndio tukatengeneze kideo kikali, hizo zote kauli sasa hivi tumeziondoa. Tumechukua tuzo mbele ya video zao ambazo wenyewe wanazifanya Nigeria. Mpaka hapo unataka tukuaminishe tena kitu kingine? Bana, ya hatari. Hamna cha kupinga, yani ni ukweli ni kwamba yani tushaondoka huko. Sasa hivi tunaingia international zaidi. Swala letu sio tena la kuboresha eti video zetu ziwe kama wao. Sasa hivi tunakaribia, yani tunawapita wao, tunaingia katika kimataifa sasa. Japokuwa ni madirector wachache ambao wanakuja na spirit hiyo, ila ukiangalia kila anayekuja nyuma unaona ni sisi ambao huyu fulani anashoot, ila anashoot kama sisi 2013. Sawa, kwamba sisi tulishapita ila kwamba tukimpa consistency akiwa nayo hii ndani ya miaka 5 hapa mbele atakuwa amefanyaje, amekuwa director mzuri. Huyu anayekuja huyu anashoot kama sisi 2014. Basi huyu akiongeza hichi atakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo unaona vitu vinabadilika, yani watu wanakubali kujifunza. Kwa hiyo hii rotation inaenda, kwa hiyo tutapata watu wengi na tutaleta tuzo nyingi zaidi. Sasa turudi kwenye swala la direction, mambo ya director. Hapa pamekuwa na team mara nyingi. Mara nasikia kuna timu Wasafi, timu Konde. Labda hii haijaleta shida kwamba nyewe mnakuwa na position ya upande mmoja, kwa sababu mmefanya kazi nyingi na Diamond, labda mmefanya kazi nyingi na Mario, basi hamtakiwi kufanya kazi na Alikiba. Labda hii kwenu inawakuta kama madirector? Yani ninachoshukuru ofisini kwetu ambapo nafanya kazi, manake mimi na kampuni, ila na mimi pia mwenye kampuni pia nafanya kazi kwenye kampuni. Sawa, kampuni ambapo nafanya kazi ambao ni kwa watu wa Fole, Director Forex amejitahidi kuweka kampuni lake kama hospitali. Okay. Yani hospitali kama vipi? Hospitali anamhudumia kila mteja ambaye anakuja kufanyaje hospitali. Yani wewe kila utakayekuja utasikilizwa changamoto yako. Changamoto yako ni hii tunaiweza, sawa. Hii hatuiwezi, sawa. Kwa hiyo inatukuta
unaona kama tunafanya kazi na watu wale, ila kwa sababu wale ndo wanafikia zile bajeti, au wale ndo wanafikia malengo ya vision ya kitu ambacho nafanyaje wanachokitaka. Okay, hiyo ndio inakuwa ni sababu mara nyingi tunaona wanajirudia kwa sababu ndo mtu anaona milioni 15, milioni 20 anaweza nikaweka kwenye project yangu. Ila ukiangalia kwa quality ambayo unataka kuishoot tu, kama sasa hivi sisi tulipofikia, hatuwezi tukashoot na Sony. Mimi nataka kushoot tu kweli. Inawezekana hata kushoot na simu. Okay. Ukashoot na kitu chako kikawa vizuri, ila sasa ile quality ambayo unaitaka, je, ndio hiyo ambayo utaikuwa unaitoa muda wote? Au utaitoa kwa watu kadhaa, watu ambao watashindwa kufikia malengo, urudi tena nyuma? Kwa hiyo ni strategy za kwenda mbele. Okay. Wewe kama director art, nayo nafasi ya kwamba leo kuna director mwingine labda Anskana bana anakuhitaji wewe kwenda kudesign, hiyo nafasi inapatikana, ama wewe ni mpaka watu wa Fole tu ndio ambao unaruhusiwa kufanya nao kazi? Yani mpaka sasa hivi hapa nakwambia hamna director ambaye sifanya naye kazi kwenye Tanzania hii. Okay. Shafanya kazi na Anskana, shafanya kazi na Kenny, shafanya kazi na kina Majagi, shafanya na kazi na kina Olua ya Mario, ayo seti za kanisa zote nimefanya mimi na director Joma. Shafanya kazi na Ivani, shafanya kazi na kina wanakuja sasa hivi, wanakuja vizuri kwenye Piki, wakina Shahidi wanakuja vizuri. Ukiangalia wakina Gana Visa wanakuja vizuri, na wenyewe ni upcoming director ambao wanafanya vizuri. Kwa hiyo nafanya sanaa, yani sanaa yangu mimi haina mtu na mtu. Mimi sanaa yangu ni kwa ajili ya taifa, yani kupanda kitu ambacho kesho kina muendelezo. Okay. Kwa hiyo ndio maana niko kama maji, yani ukiniweka kwenye kikombe nakaa, ukiniweka wapi nakaa. Kwa hiyo iko hivyo. Sasa kama director art Africa, tusaidie. Sasa hivi kuna AI, tumeona wasanii baadhi wameweza kutengeneza mikwaju. Jose Gimane pia anaweza kutoa mkwaju, director akafanya kwa mfumo wa AI. Labda kwa namna moja ama nyingine hii na waathiri nyie kama madirector, kama wewe director arts ambaye wewe unaenda kudesign maeneo, lakini hao wanatumia AI, yani moja kwa moja ni vitu ambavyo ni vya kutengeneza tu, akiwa kwenye kompyuta anatengeneza. Yani hii AI imekuja ili kufanyaje? Ili tutumie. Sawa. Kwa hiyo sasa ni wazo la mtu husika. Okay. Yeye anataka kitu gani? Unajua kila mtu ana passion yake. Na kila mtu anafanya kile ambacho anakiamua yeye, kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka ya kufanya kitu chake chochote pasipo kumvunjia mtu sheria. Na ubaya sisi wasanii, kitu kinakuwa cha kwako kabla hujakileta katika uso wa watu. Sawa. Kikiwa cha kwako kinakuwa cha kwako, ila ukishakileta katika uso wa watu kinakuwa sio cha kwako. Kinakuwa sasa ni cha watu wote. Ndio maana mtu anaweza akacomment, huyu anaweza akasema hichi, huyu mtu anaweza kusema, ila kile kitu ni cha kwako, wewe ndio umeamua kufanya unafanyaje unachokitaka. Sio kwamba ni nzuri au sio kwamba ni mbaya, yani ni lile wazo. Maana yake hii AI, hata sisi kuna muda tunafanya effect. Sawa. Hata sisi kwenye antena unamuona Zuchu anatembea ukutani kama nyoka. Hawezi kwa kitu cha kawaida akifanyaje? Akiwezekani, ila kuna muda unahitajika kufanyaje? Kukifanya. Kwa hiyo ni ile passion tu ya mtu direct kusema hichi nakitaka au hichi sikitaki. Kwa sababu faida zake na hasara zake zote zinaonekana kwamba ukifanya hichi kitu tu mtu anakichukulia simple. Kwa sababu gani? Hichi ni cha mtandao tu. Kwa hiyo hata kiwe kizuri vipi hakitakuwa na ule uzito wa kusema hichi kitu kinaweza kikaenda mbali zaidi, kwa sababu hata mimi nikitaka nafanya. Ila ukienda kabisa katika ukweli na uhakika ukasema nikishuti kama kile cha AI ulichokishuti kabisa vile vile, ndio utajua kwamba hii ngoma iko hivi. Okay. Kwa hiyo ni passion ya mtu, yani hapo ni mtu ndo anaamua yeye mhusika. Hii hapa Let's Know. Bana, hii ni Let's Know na bado tuko na Draw Africa, na tutazidi kuzungumza mambo mengi ambao ulikuwa yafahamu na utaweza kuyafahamu. Niko na director Abisusu, lakini bila kusahau niko na J Mafoto, mimi ni DJ Breeze_presenter. Mchongo wote uko hapa na banga zote ziko hapa. Bana, Draw Africa nitaka kufahamu kwenye issue nzima ya videos ambazo umezifanya ama project ambazo umezifanya. Ni project gani ambayo unaikumbuka unasema hii project bana imechukua muda mrefu sana, kama ulivyosema Olfem, labda kuna project nyingine tofauti na hiyo ilichukua muda mrefu?
Project nyingine ambayo imechukua muda mrefu zaidi, kuna project ya Kunguru ya Mbosso pia. Ile project ilichukua muda kulingana na hali ya hewa. Yani nilitengeneza seti zote, ila mvua ikaja ikafanyaje, ikapiga usiku. Kwa hiyo kuna baadhi ya seti ambazo zilikuwa kwenye mazingira ambayo mvua inaweza ikafanyaje, ikafika. Kwa hiyo ilikuwa tushuti, ilikuwa ni kama Alhamisi. Kwa ikabidi kulepea zile seti, ikachana na Alhamisi tukaja tukashuti Jumatatu. Kwa hizo siku zote ambazo nakwambia ni siku ambazo mimi sitaki kwenda popote zaidi ya kukamilisha project, au sitaki kwenda kufanya shughuli nyingine yoyote paka project ifanyaje, ikamilike, kwa sababu mimi ndo mtu wa kwanza kufika seti na ndo mtu wa mwisho kufika kuondoka seti. Kwa hiyo changamoto sana sana ni katika hali ya hewa kama hivyo, usipokuwa na timing nzuri kwa wakati. Ila changamoto nyingine ambayo inacheleweshaga project labda ni dharura kwa wasanii, vitu kama hivyo, au kuna zile vitu vya lazima kama director akaumwa katikati ya project, japokuwa project inaweza ikaendelea. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vya kibinadamu, ila kuna vitu vinaweza vikawa hali ya hewa kulingana. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kila hali, ila project lazima ikamilike, haijalishi itachukua siku ngapi. Ile project inabidi ikamilike. Sawa. Kila mtu anatamani kuwa na kitu kizuri. Naamini hivyo. Wewe upo mara nyingi uko na Foreign, japo umesema unaweza kufanya kazi na madirector wengine. Labda kuna director mwingine alisha request kwamba bana, Afrika, kwa kila ambacho unakifanya, mimi nataka nikae na wewe moja kwa moja. Labda nitalipa mzigo wa kutosha, ila wewe unafanya kazi na mimi tu ili kutengeneza project zangu ziwe kubwa. Mimi ni priceless. Mimi priceless. Yani sijaona bado. Sijajua kwa kweli huko mbele, ila kwa vitu ambavyo navifanya, nafanya vitu zaidi ya hata 8 vinapita. Nafanya vitu vingi. Kwa hiyo kuwa Pacific kwa mtu mmoja, ndio sitatendea haki hata hichi nilicho nacho. Kwa sababu huduma yangu inahitajika na watu wengi zaidi. Yani kuna watu wengi wanahitaji huduma yangu. Kwa hiyo ndio maana kwa Foreign nipo full time, kwa sababu nilipotoka na Foreign na mawazo yangu mimi na Foreign sio hata hapa kwenye tuzo, ni zaidi ya hapa. Yani tuna project ambayo ni kubwa, ambayo nikiangalia tukiongea mimi na wewe kwenye hiyo project dimension kuelewa, utaona unaweza kawa nachizika kidogo. Kufikia hichi ambacho nakiwaza kinaweza kisitimie, ila ndo project ambayo ipo na inaendelea. Kwa hiyo kunisema mimi kunichukua moja kwa moja kwenye project hiyo inakuwa ni ngumu. Ila mimi naweza nikakupa muda wangu nikafanya kazi na wewe, au ukapata mtu kama mimi akaja akafanya kazi yako kama unavyotakiwa kufanyika. Tusaidie hapa Afrika. Wakati inatoka room number 3 ya Mbosso, kuna tunaita lyrics video. Kwenye lyrics video kama art, wewe ulihusika sehemu gani? Kwa sababu tuliona kuna baadhi ya nyimbo ulikuwa unaona mjusi kama unacheza, utamwona Mbosso yuko kwenye maji kama maji yanachuruzika. Kuna namna zile lyrics zilikuwa za tofauti sana na zile lyrics ambazo tumezizoea. Yani nikisema kwa bwana Mbosso au bosi wangu Mbosso, nimekutanishwa na director Forex na bwana Mbosso. So ni mtu ambaye yuko, yani ana passion na kitu chake, yani anajua ni kitu gani anafanyaje, anataka. Yani ni mtu ambaye anakubali mawazo, na ni mtu ambaye anajua kitu kizuri. Kuanzia day 1 tunavodiscuss picha, sio swala la cover, sio la picha, yani ile picha ya Power iwe vipi, picha ya Viola iwe vipi, picha ya room number 3 kwa ujumla iwe vipi, picha ya cover iwe vipi. Hivyo ni vitu ambavyo tulividiscuss kabla ya kutafuta location, kabla ya kufanyaje, kabla ya kuwaza kitu chochote. Kwa jambo la kwanza lilikuwa ni kuwaza picha za kila nyimbo. Jambo la pili ndo nikaanza kwenda kutafuta nyumba. Episode zangu na mimi zinakuja, kwa hiyo nitakuwa naachia episode moja kuangalia hivyo vitu. Kwa hiyo room number 3 mimi nimeanza kitu cha kwanza kabisa kutafuta nyumba na kudesign kwenye kila picha ipigwe vipi. Hiyo ndio ilikuwa jambo la kwanza. Nilipomaliza kudesign picha za cover za room number 3, likaja swala la kuihost hiyo room number 3. Tena Blaza Mbosso akanipa kazi ya kufanya decoration katika
ukumbi hapo ambapo Mlimani tulikuwa tunaironji hiyo room number 3. Kwa hiyo nikafanya tena maandalizi ya kuironji room number 3. Kwa hiyo nimefanya cover, nikaja nikafanya kwenye kuironji room number 3. Afu na nikashiriki katika nyimbo mpaka sasa hivi zote ambazo zimetoka za video za room number 3. Power, Aviola na Risk video zote ambazo ziko ndani ya room number 3. Zote ambazo ameziachia Brother Mbosso zote nimefanya. Kwa hiyo tumetokea kuunga connection katika mawazo ya art au katika sehemu ya create space kitu yeye anachokitaka. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi mimi kumuelewa na ni rahisi mimi kukielewa. Ndio maana imepata series kubwa ya kufanya vitu vyote mpaka kuja kufanya na Simba Day. Okay. Yeah. Sasa hapa kama nimekupata, wakati natizama hizi video lyrics za room number 3, ulikuwa ukiangalia unasema mbona kama hizi picha ni designing fulani ambazo zimetengenezwa studio, lakini hapa leo tumefahamu kwamba umetafuta location, mwisho wa siku mka design mpaka ikawa hivyo. Labda kulikuwa kuna ugumu sana kwa sababu wengi sisi kama sisi ambao sio madirector, kama mimi ni mtangazaji, kwa wazo wangu linaanza kwa ufupi kwamba pale sasa ilikuwa ni studio. Yani ilikuwaje zile designing mwisho wa siku mtu akiangalia kama studio kama studio. Kama ile picha ya kwanza kabisa ambayo Mbosso amekaa kwenye baskeli, ile picha imepigiwa Coco Beach. Okay. Coco Beach, ile nyumba ya nyuma imetengenezwa set nyuma, ambaye alitengeneza ndugu yangu brother Set TZ, ndio alitengeneza background ya nyuma. Kama unaona kuna vyumba yeye amesimama mbele. Kwa hiyo vile ni vyumba ambavyo ni temporary, yani ukiingia au uingii ndani. Ni frame ya nyumba ambayo imedesigniwa kwa mbele, hiyo imefanywa Coco Beach. Ila ile picha kabisa ambayo Mbosso yuko na watoto wake kabisa sebleni pale, ile nyumba ilikuwa ni Tabata Mawezi. Ukoto nilipata hiyo nyumba ya design hiyo ambayo nika design, ingiza kabati, weka meza, panga props, weka matunda, weka nini, tupate ile theme ya zamani ya sebleni. Na ile theme ilikuwa ni ya vintage afu ni seble. Ya Viola ikawa ni toilet, ya Power ikawa ni jikoni, Berija ikawa ni ya kwenye feni iko juu, unaona chini kuna vitu vingi. Kwa hiyo hizo zote zimefanyikia ndani ya hiyo nyumba moja kubwa ambayo ilikuwa ina partition ya vitu vyote. Kwa hiyo tulidesign hiyo nyumba kwenye kila engo ya picha kulingana na picha husika. Afrika, nikawa najiuliza kwenye zile arts ambazo umezifanya kwenye Simba Day pamoja na Yanga Day, na zile ni siku ambazo zilikuwa zinafuatana. Huku ulifanya kwa Mbosso lakini huku ukaja kufanya kwa Zuchu. Labda kulikuwa hakuna changamoto yoyote hapa katikati kwa sababu siku zote zilikuwa zinafuatana? Changamoto haziwezi kukosekana. Na tukio ambalo kwa pressure, yani kama kuna kipindi ambacho kama ningeweza kuchanganyikiwa ni kipindi hicho, ila kama lile niliweza kulivaa na nikapita vizuri, basi limenipa experience kubwa zaidi katika career yangu. Kwa sababu Yanga Day nilipokea kazi tarehe 8 ambayo nilikuwa ni submit tarehe 12. Simba Day nilipokea kazi tarehe 1 ambayo tarehe 4 ndio tukaenda kushuti ile ya teaser. Ambapo unaona kama Mbosso anafukuzwa kule ile watu wanaita Mad Max. Ile tukaenda kushuti kwanza ile tarehe 4. Afu tukaja tukapumzika mpaka tarehe 12, tukaja tukafanya tena makeup na vitu vingine, tukarudi tena uwanjani. Kwa hiyo umeona hizo tarehe zilivyokuwa hapo. Hapa sijaelewa vizuri kwenye wakati hao wamefanya zile makeup za Mad Max. Kwa mlipumzika baada ya video, kwa watu wakaoga wakafanya mambo yao vizuri. Tukarudi tena ambayo ni tarehe 11 usiku, ambayo ndo tukakeshia mpaka tarehe 12, ambayo ndo paka kuja Taifa. Sasa hizi project zilikuwa zinafuatana. Hapa tumezungumzia kwenye Simba Day. Je, kwenye Yanga Day upande wa Zuchu? Yani naenda kufanya kazi Taifa ya Mbosso, huku Pamba Seti bado anaendelea na kazi ya Zuchu. Kwamba mimi nilivyotoka Taifa nikamaliza, yani tukio limeisha, mimi nikaenda tena Seti kuendelea na kazi ya Zuchu mpaka hiyo tarehe 12 siku ya Yanga Day. Okay. Kwa hiyo katika kipindi ambacho sijalala muda mrefu, ni katika kipindi cha hicho sijalala kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 14. Yani hiyo ni day routine ya kila siku kwa ajili ya hiyo project. Kulala.
Sawa, tuzungumzie Afrima bana. Unajua Afrika umepata tuzo nyingi, lakini tuzo ya Afrima ni sio tuzo ndogo, ni tuzo kubwa sana. Baada ya kupokea hii tuzo, ulifeel aje, ulijisikiaje baada ya kupata tuzo? Maana kila mtu anakuwa na mapokeo tofauti tofauti. Yani kusema ukweli ni kitu ambacho tulikiwishi muda na director. So kuanzia mimi nakutana na director 2019 mpaka sasa hivi kuna target ambazo tulikuwa tumesha target. Alisema Afrika, mimi nahitaji kukua mpaka nifikie kiwango hichi. Ila kama mimi nitakuwa nikifikia kiwango hichi, ujue wewe utakuwa umekuwa kiwango hiki. Kwa hiyo mimi pale ambapo nipo, wewe utakuwa na wewe utakuwa umekuwa katika kiwango hiki. Kwa hiyo lengo ni kukua na ni kutanua mabawa. Kwa hiyo safari yetu bado inaendelea. Kwa hiyo hii ni kama chachu ya kusema mwakani na tuzo zingine na zingine ambazo zinazokuja, to stay consistent ili kuweza kufanya vitu vikubwa na kuweza kwenda mbele. Kwa wao ambao tumewainspire, ambao wanajifunza vitu kupitia sisi na sisi tunajifunza vitu kupitia wao, wawe na chachu kama sisi leo tumeileta watu wa Fole, kesho waje mwingine sio tu watu wa Fole ila atokee tu Tanzania naye afanyaje, atuwakilishe. Hiyo itakuwa nzuri zaidi. Yani natamani hilo. Okay, kupitia Let's Know, huenda mtu alikuwa fahamu ama wengine walikuwa fahamu ile Afrima imepitia project gani, labda utukumbushe kidogo. Tumeingiza video 2. Tumeingiza Over ya Bwana Mbosso ambayo tumeshutia Zanzibar. Kule tuna vitu vya ambazo tushatoa, ushaona boti. Tumetoa boti baharini, tukaivusha tukaileta paka sokoni, ambapo ukiangalia kwa Zanzibar kule hamna project mtu aliona kama hivyo. Boti imetolewa baharini imekuja imeletwa sokoni. Kwa hiyo Over na yenyewe ilikuwa ni video fulani hivi ambayo amazing. Yani ukiangalia ina maudhui ya huku kwetu, yani uweze ukaitoa Over ukaifananisha na video nyingine, imefanya vizuri sana. Video nyingine ambayo imetupa tuzo na ambayo imetuwakilisha ni Ululu Femi. Video ambayo Jux na Diamond. Yenyewe theme yake imekaa vintage, ina Uswahili, ina Utanzania na ina Nigeria ndani yake. Kwa hiyo ni unaona vitu tumecombine vitu viwili katika theme moja. Kwa hiyo na yenyewe ni video ya utofauti, na ndio hiyo ambayo kutengeneza tu hekalu ilichukua ni wiki na tumetengeneza mahekalu 2. Bado kuna vitu vingine, ukiangalia video imejaa detail nyingi. Kwa hiyo ni video ambazo zilichukua muda kuzitengeneza, ina ni video ambazo ni nzuri, ambazo hazikeli. Hata leo ukisema naiangalia video yako unaweza ukairudia na ukairudia na ukairudia na ukairudia bila kuchoka. Kwa huu busy ulionao, project wiki 2, wiki 1, sometimes unasafiri unakuwa upo. Je, kwenye swala la mahusiano hapa shemeji yetu inakuwaje? Kwa sababu mwanamke huwa anahitaji muda. Sasa sijajua hapa hivi kweli unaweza kuwa unadumu kwenye mahusiano kwa staili kama hii? Ni changamoto. Ni changamoto sana, ila ile focus unajua. Naamini kwamba Mungu atakupa yule mtu ambaye mnaendana. Kwa hiyo kama Mungu akinipa yule mtu ambaye tunaendana kabisa, itakuwa ni jambo zuri. Kwa mpaka sasa hivi Afrika unataka kusema kwamba huyo mtu ambaye mnaendana bado hajapatikana? Yani mpaka sasa hivi mimi nina familia. Na familia. Na mtoto wa kike na miaka 5 mkubwa kabisa. Ila ni mambo yangu tu ya kifamilia ambayo kwa sasa hivi siyataki kwanza promote kuyachanganya na kazi zangu. Ila na familia na iko vizuri kabisa. Kuna msemo mmoja unasema na mimi pia huwa nausikia kwamba mwanaume ukiwa mjanja sana, yani mjanja siku hizo lugha ya vijana wa Gen Z wanasema ukiwa bisho sana, mjanja mnyamwezi sana, mara nyingi kwenye uzazi wako utaanzaga na mtoto wa kike. Ili labda kwa upande wako unaona lina ukweli? Kwa sababu pia naona mtoto wa kwanza ni wa kike. Mimi namshukuru Mungu kwa kile ninachostahili. Huo msemo je kusikia? Yani huo nausikia kwako. Experience unipe wewe. Experience unipe wewe. Ila mimi nashukuru kwa kile ambacho ninachostahili. Kwa kile ninachokiomba afu nitakachopewa kingine na stahili. Kwa na stahili hilo, basi ni jambo la kushukuru Mungu kwa kile unachostahili. Sawa. Sio lazima upewe kile unachoomba. Napewa kile unachostahili. Sawa. Kwa yule kwa mara ya kwanza amekuona kupitia Let's Know, anatamani kujua, aendelee kukufuatilia, unaweza kutusaidia mitandao yako ya kijamii itakuwa vizuri zaidi.
Sijajua kwa sasa hivi unanitizama kutokea wapi, uko nyumbani au uko tu umerelax. Kwa majina naitwa Draw Africa, au unapenda kuniita nickname yangu nyingine ni BLK au 0002, sio 0 na 2. Yani 0 ziwe 2. 0 ziwe 2. Sawa. Au sio? Kwa Instagram napatikana kama Draw Africa, TikTok napatikana kama Draw Africa, YouTube napatikana kama Draw Africa, ila kampuni langu mimi linapatikana kama Draw Africa Art Studio. Yeah. Yes, kupitia Let's Know leo tumekusogezea mchongo na wewe umeweza kuona kwa makini zaidi. Mimi naitwa DJ Breezy _presenter. Mchongo utakuwa hapa na banga zote ziko hapa, bila kusahau kuwapa heshima kubwa Downtown Boutique. Hawa wamehakikisha kwa heshima kubwa sisi tunaonekana vizuri. Hii ni episode ya 10. Je, uko tayari kwa episode ya 11? Hii hapa Let's Know.